Leo ninaongea habari ya vilima, mountain and hill. Experience hiyo ni gani katika Mkristo? Nitajuaje ya kwamba niko hapo? Tutaanza na Zaburi sura ya 3. Mstari wa 4 unasema, kwa sauti yangu namuita Bwana, naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu. Angalia kwanza, tumeanza na mountain. In the mountain, God hears you easily. You are too close to him. Wakati unaona ndugu na dada, kila ombi unaomba linajibiwa, kila kitu ukisema kinafanyika, usijiinue. After every mountain there is a downhill. Baada ya kila mlima kuna mteremko. Na huenda ikawa mimi sisikiki na Bwana sasa kwa sababu niko kwa mteremko, na wewe uko kwa mlima. Usione kama uko na imani kunishinda. Safari ni ndefu. Kwa hivyo hata kama unaita Mungu anashuka life right, unamwambia lete moto utisha watu hapa, analete. Ukishikwa na kiburi itakuwa hatari. Na hii ndio inatisha watu. Unakuta mhubiri ulipomjua alikuwa kwa mountain. Wahubiri wengi mnawajua wakiwa hapa. Huyo anasema tu lete, inakuja. Haujui hata mhubiri hapo safarini ya mbinguni. Next time ukimkuta hapa hajulikani vizuri kama ameokoka ama hajaokoka. Sasa mpaka unashindwa, na hiyo watumishi wanaanguka haraka na safari ni ndefu. Safari ni ndefu. The journey is far. Yule ambaye alikuwa anakuitishia anasema in the name of Jesus ishuke, inashuka. Unakuta hata na story nyingine opposite. Unakuta hata anakufuata sana vile hauko unafikiria. Mambo imegeuka. Why the change? The change has come because when you knew him, wakati ulimjua alikuwa kwa mountain. Sasa umekuta kwamba ako kwenye low places. Unamkuta ni yule tu, sura ni ile tu, neno ni lile tu, lakini sasa akiita Mungu ni kama Mungu anasusia. Bwana asifiwe. Hata yeye mwenyewe anaadmit, mnikumbuke kwa maombi. Sasa unashindwa. Tukumbuke pasta kwa maombi. Na sisi tutabia nani atukumbuke kwa maombi? Maana you understand, mshirika anataka ambie pasta nikumbuke, na akumbukwe na mambo ifanyike. Mwenye kukumbukana akisema akumbukwe, it is time to move churches. Unasikia wacha nienda kwingine. Asante Baba, wingu limeondoka. Wingu halijaondoka. Mtumishi hapo safarini ya kwenda wapi? Burole. Hapo safarini ya kwenda Burole. Hata wengine hapa nilipowajua mlikuwa kwa mountain. Unaingia kwa hii kanisa unasema rababa. Baba Mungu okoa. Watu wanaokoka. Leo hata ukisema waokoke ndio wanakuwa wagumu zaidi. Kwa sababu umefika kwenye love places ndio ujulikane ni kuokoka uliokoka ama Mungu kwa biashara na Mungu alete na wewe umfuate. Unajua kuna watu wanakaa na Mungu kama vile mkulima anakaa na ng'ombe. As long as ng'ombe inakula kwa mdomo, inakwambia kamua. Majani ikikwisha inagonga maziwa inamwaga. So mnakaa hivyo. Lete maziwa. Yaani unaambia Mungu ya kwamba azidi kuleta majani na yeye akamue sifa na shukrani na attendance ya kanisa. Akatae na sisi hatutakuwa hapo Jumapili. Asome peke yake. Majaribu ya rough places. Wadada wakifika kwenye rough places, ndio unasikia sauti inakuambia uamue kama utaendelea na kanisa ama hautaendelea. Na watu wengi wa Kristo wengi wakifika kwenye rough places na crooked places, wengi huamua kukaa nyumbani, wanaabudu na family nyumbani. Nasikia wakiimba, mama anaibisha, mzee analeta mbele. Halafu wanafika kusoma neno. Haleluya, tufungue Biblia. Na wanasema afadhali hii maana hakuna mtu anatutukana. Lakini mama unaona kuna watu wake anakuambia hata tukuenda hata tukae kanisa pale nyuma. Maana anaona hii kitu unafanya si kizuri. Lakini mama iko na haja na ndoa. Anaendelea tu anasema tuombe. Unamuombesha akiwa peke yake, unaona hapo suspicious na anaangalia hivi, lakini kwa sababu anataka ndoa. Musa alisema tusomee nyumbani. Tukifika lafa ni crooked places, this is where we prove we did not follow Jesus because he gave us some money, some bread or some clothes. We follow him because we love him. Yani hakuna condition nyingine Yesu ya kufuata. Maana hapa ndipo unaitisha vitu vinakataa kuja. Right. Kama wewe ni mhubiri unaombea mtu hapa, unampaka mafuta na Roho anaongea ndani yako. Nimesikia maombi yako. Unamwambia hapa mumeona hivyo.
Sasa hapa washeni mwambie huyu mgonjwa wenu, mtaona what my God can do. Ndugu, ukifika kwa mlango wanakuita tena, ameenda. Unasimama hapo kama mjinga, unashindwa sasa uambie wasilie. Wengine wanakuangalia wanakuambia hakuna kitu tunaweza kufanya, na kukiwa na mshirika shapshapa na kukumbusha, kwanza ulisema tunaweza kufua wafu. Kama hapo sasa huwa mtu unajisaidia na miguu, unamwambia washa niende nikasimame na nyinyi. Kwa sababu sasa ukisimama hapo na wameanza kutoa ideas za kufufua na hata kuponya ulishindwa, vizuri ni kutumia miguu na ideas nzuri. Washa niende kidogo. Hapa wahubiri wengi tukifika hapa tunaulizana wakati tumekutana wahubiri tupu, watu kuna kitu umeonyeshwa nimefanya. Nimejaribu hakuna Mungu ajibu. Na sisi tuwashika wajue. Kumenyamaza. Kumbe Mungu amenyamaza kwa sababu umefika kwenye kuteresa. Ijulikana kama pasta anafuata kwa sababu ya sadaka. Anafuata Mungu kwa sababu ya kile anafanya. Anafuata Mungu kwa sababu ya ile sifa anapokea kwa watu. Ama kuna relationship kati yake na Mungu. Unafika kwenye uteresi ionekana relationship yako. Sasa kwenye Psalms chapter 3 Biblia inasema mstari wa 5, nilijirasa nikalala usingizi nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Hapa nikusema hata usingizi ukosekana na ni mtu ameokoka. Ndiposa huyu anasema nilijaribu leo, nililala vizuri tu na nikaamka asubuhi. Kwa hivyo nikusema kulala kwa huyu ni bahati. Wadugu, kuna mahali tunafika hata kama umeokoka usingizi unakosekana kwa sababu ya mambo vile yamekuja, na yale mengine ambayo unasikia inakuja. Simu ikilia unaruka naye, simu inaruka naye unaruka, maana haujui kama ni habari nyingine mbaya imefika. Ruka ni presence. Bwana asifiwe. Hata mtu akikwambia ati anataka kukuona unasikia kutoroka, maana haujui kama ni habari nyingine mbaya amelete. They are crooked places. Kuruku ni kusema kitu hakieleweki, kinaenda hivi chini chini. Kwa hivyo ni kusema kuna wakati katika safari ya mbinguni tunafika kwenye eneo ambao hasisi si werefu. Hata ukiulizwa unasema, well, I would like to admit I don't know what is happening in my life. So I can admit that sijui ni kitu gani kinaendelea maishani. This is part of the journey to heaven. Na katika hiyo nyakati ambao haujui ni kitu gani kinafanyika kwenye maisha yako, Mungu anakuweka kwa kilo kila asubuhi. Weka yeye kwa ratiba, upime kilo zake. Unapimwa kilo za kufanya vizuri na ubaya. Unapimwa Mungu aone kama wewe ni wa kwake ama ni wa kule kwingine. Naye shetani anakuangalia kila jioni, anakuongeza vision nyingine. Unajua kuna vision za shetani. Wakati umeanza kusifu Mungu na shukuru Mungu, najua imefanyika, unashikwa na kausingizi kidogo. Unaota ukiua mtu wewe. Mpaka unaamuka unasema no, I can't kill. Na watu hapa unaona wakati tupo kwenye crooked places, unaomba Mungu jioni mpaka unasikia kabisa leo nimepelekana na Mungu marathon 3 hours kuanzia saa 3 mpaka saa 6 usiku, ndio unasema katika jina la Yesu nimeomba, amen. Mpaka unasikia kama mbinguni yote inasema amen. Unashikwa na kausingizi, unaota umetoa nguo, unafanya usherati live. Mpaka unaamuka unauliza Mungu, ni kwenda ulienda safari ama uko around? Niki hiki, what exactly is this? Mpaka unaamuka unauliza, malaika yule analinda watu usiku wako hapa. Crooked places. Na Mkristo akifika kwenye crooked places, akikosa kujisikia vizuri, atauliza Mungu maswali mengi. You will question God. Utauliza Mungu kama anaweza kutokea huko kujibu maswali kadhaa. Hapo ndipo unasikia mama anasimama hivi anasema, Jehova, nilikuja kwako nikiwa msichana. Sikuguswa hii mwili wangu na mtu yoyote. Nimesimama na wewe na kazi yako. Ningekuwa na pesa yote nilipeleka kwako. In short, how are you behaving? How are you behaving? Hauelewi. Na watu wengine wale wanaenda extreme ndio huwa wanaambia Mungu, wacha na mimi ni test ile vitu siku test. Ni madharau yako. Wacha nikunywe hiyo pombe moja na magani. Hawa sasa ni ile lika ambayo ikifika crooked places inaona baadaye wajue hii ni njia, wanasema hii ni Mungu. Wanaenda extreme. Unasikia mzee anaambia mke wake vizuri ya kwamba
wacha nikakunywa tuwili kama wanaume wengine. Unamwambia jirani wa kanisa, anasema wacha ikae. Niliambia Mungu anitetea, akakataa. Sasa naipika hapa, mtoto hana school fees. Crooked places we must overcome in Jesus name. Bwana asifiwe. Inafika mahali unashindwa kulipa na nyumba, na wewe ndio mfanye miujiza. Unaita Mungu haitiki. Ayubu alipofika hapo alisemaje? Ungekuwa na ofisi duniani, ningekuwa kwako, tuonane live kwa desk yako. Hivyo ndivyo Job alisema. Na ndio unaona Mungu hafunguangi ofisi yako. Angefungua tungekuja rancha, hata mimi ningekuwa hapo, tupange live. Kuna maswali mawili tungependa kujibiwa. Kwa nini fulani alikufa akiwa mtoto? Kwa nini huko ngojea mzima? Mnaonaje nyinyi? Angefungua Mungu ofisi? In fact hata kuna watu wanakuja kutuona kwa ofisi, lakini unasikia ni kukosea, amekosea. Alikuwa anatafuta ofisi ya Mungu, si ya bishop. Unamsikiliza hivyo unasikia huyu amepotea njia. Alikuwa anataka kwa Mungu. Na kuna ndugu mwingine ana suspect shida yake yote dunia hii ni kwa sababu alizaliwa akiwa mwanaume. Angezaliwa akiwa dada, mpaka unaona kanywe anajaribu kukapeleka kama cha dada, maana ningezaliwa nikiwa dada singekuwa na hii shida. Wengine wangefanya kazi, mimi ni kule. Wacha nikuambie. Bwana asifiwe. Nilikuta ndugu mwingine akaniambia sasa angekuwa dada, angekuwa ati analipiwa nyumba, yeye tu ni kuishi. Kama mwambia uliza wadada kama wanalipiwa nyumba wanaishi. Anasema angekuwa aina hiyo ya kulipiwa nyumba, yeye anaishi tu, anasurvive. Na hiyo ni landlord amekuja kumtetesha. Na landlord huwa anakuja kwa mtu ambaye yako kwa crooked places. Watu wako kwa mlima, landlord haji. Hata anatumana anasema, mwambie aniwekee hiyo pesa nitachukua baada ya miezi kadhaa. Na saa hiyo hauna. Sasa unakuwa na temporary release. Alafu akikuja nakuta pesa zake, anasema wewe nilijua ni mtu wa Mungu. Lakini ukiteremka ukifika hapa, landlord anafika tarehe zake. Nakwambia sasa ni pesa nilikuwa nataka, unamwambia tafadhali ukuje tarehe 1. Anakuambia na isipite hapo. Tarehe 1 wewe unaenda unamfunga kawaida. Baba Mungu macho yake isijue nyumba yake, hivyo maombi ambaye haina njia. Alafu landlord naye hafugiki macho ya huyu. Umeamuka. Unasema Mungu si nilikwambia asikuje. Haya sasa unaona kwa sababu amekuja unachukua anointing oil. Maana kuna watu wako na anointing oil kwa nyumba. Unajipaka wapi? In the name of Jesus. Unapaka kwa uso. Hallelujah, glory. Akiniona tu ataanguka hivi, hata ni mimi nitaenda kumwamusha. Glory to God. Glory to God. Nataka nikwambie hii mafuta inakataa kuwaka for landlord kabisa. Unajionea mshana landlord akiweza mafuta. Anakushika hapa anakuinua hivi. Utaleta pesa ama hautalete? Mpaka unauliza Mungu, hii mafuta yako kweli inakuanga na power ama haina? Welcome to crooked and rough places. You must overcome in Jesus name. Hii ndizo nyakati ambazo mtu huwa frustrated na imani kabisa. Mpaka unaanza kususpect hii imani haina power. Ni njia yako mahali umefika. Nilikuta mtu mmoja amekaa hivi ako na huzuni. Nafanya tukishwa hivi. Nikamwambia Bwana asifiwe brother. Kaniambia amen. Nikamwambia sasa nimesikia yaliyokupata. Nimekuja hapa na tuombe. Nikaanza kuomba. Nikaomba nikasikia haitiki. Nikafungua jicho kidogo. Naendelea tuna maombi. Lobo shandora baba kafungua jicho. Nikaona hata anafanya vidole hivi. Anafinya vidole na saka. Na mimi nikakata yangu nikamwambia brother, tunaomba. Kasmile kidogo akasema, wewe omba tu. Sasa nikawasha kuomba nikasema amen katika jina la Yesu amen. Nikaketi hapo chini nikamwambia sasa, kwa nini naomba dawa ya usingizi? Akaniambia, alisema tu statement moja na Kiingereza. So this is how God pays people. Sasa mtu kama huyo yuko hapa crooked places, akikosa kujiangalia. Matatu nikaenda kwake mara moja. Nilingojea yeye hapo mpaka ikafika saa 2 ya usiku. Haya matatu zikakwisha saa 3 ya usiku, saa 4:30 alikuja. Nimekaa hapo na bibi yake, tumeongea story, tumekwisha.
tumeongea na watoto, hakuna story, yanaingia amekunywa. Okay, alinipatia pesa, akasema, akaambia mili yake, sasa huyu unajua ni my close relative, I love him, he is a preacher. Na pesa nilimwambia nitamletea, nataka ni proof mimi ni mwanaume, sisemi uongo. Akanipa pesa, akanipatia. Aibu zile unapata hapa, mpaka kuna mahali unaenda unakataa kusema umeokoka, unasema tu ni wa kanisa, ni wa kanisa. Kwa sababu sasa unaona implications za kusema umeokoka na vile viatu vimekaa. People won't believe, they won't believe. Kama ni msichana pengine amefika crooked places na hajapata kuolewa, unaulizwa maswali ambaye haina mbele wala nyuma. Mpaka wengi wanafaa pete kwa sababu ya shida. Naona baada ya kusuguliwa unaitia hapa na unakaa hivi, na unaulizwa mzee salama, hii salama, na hakuna mzee. Umeingia kwa uongo kwa sababu ya crooked places. Na kuna watu wengi katika Bible wamepitia hapa. Yusuf alipofika hapa, mnajua vile alipata vituko. David akafika kule, hata Musa akafika. Anybody that came here, Simon Peter alipofika kwenye crooked places, you understand, alisema mara 3, mimi sijaona Yesu. Nakumbuka alitembea juu ya maji na akasema, mimi you're making a terrible mistake, I don't know that fellow. Akaulizwa tena, are you sure? Akasema sure. Ya 3 Biblia inasema alikas na akaapa. Nafikiria alibuza mshaka, akafanya hivi, akafanya juu, alafu akaongea vibaya. Watu wakasema yangi hivi unaongea. Wakaamini kweli Simon ni crooked places. Na Mungu understand, God understands. Many of you mkifika hapa Nairobi ni baya, unaoja matunda ya shetani na unarudi tu ukiwa naye tu unaidigest. Baba Mungu nisamehe, na digestion inaendelea. Na kwa hivyo si vizuri kujaji wa Kristo. They are capable of rising again. Na hapa ndipo aliandika, hata wakianguka mara 7 wataamuka tena. Na ndipo sasa si vizuri kujaji watu, wasije kesho ukakuta na utukufu ukasema ni uongo. Kuna watu wengine ambao haupendi, lakini uliwajua wakiwa kwenye rough places. Now they are in the praying. Hata Mungu anawatumia, lakini unakataa, unasema hiyo. Atuambia kwanza Majira alienda wapi. Sasa kwa sababu wewe ulimjua akiwa crooked places, rough places. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata kuna Wakristo wadogo wanaolewa wakifika hapa. Mwanaume anaolewa na msichana kwa sababu sasa atafanya nini? Msichana hapo na nyumba ya kulala, hapo na kila kitu. Sasa wewe unalala kwa street siku 3. Unasema no way. Shoe unalala kwa msichana. Na msichana naye anakupatia kazi. Yeye kwa sababu ndiye boss mwenye nyumba. Wewe unafagia, unasafisha, unaosha vyombo hapo, ukiimba nyimbo za mbinguni. Watu wakikuta hapo wanasema umeanguka. Wewe unajua hujaanguka, lakini life imekupeleka vibaya mpaka unaosha nyumba ya msichana. Wewe unaosha ndio ulipwe na madasi. Sasa wadugu na wadada, sikizeni. Ukisoma kwenye mstari wa 6 yaogopa 10,000 ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Hapa kwenye crooked places ndio mahali na rafu, ndio mahali ambapo watu wanakuinukia. Ni kama wanapangwa vizuri wa kuinukia. Na wanakuinukia vizuri na wanakuinukia bila kujifisha. Unajua kuna vita ya chini. Unauliza nani aliandika hii barua? Naongea habari ya vita ya juu. Mtu anakuja afisini anakuambia ni mimi niliandika. Unaulizwa swali na boss, alafu unakasirika, unasema nikijua ni nani aliambia boss mambo haya. Mtu anajitokeza, ni mimi nilimwambia. Sasa nifanya nini? Hata unakula shahidi wa fight. Rough places, ukifika kwenye rough places you are mistreated by this world. They mistreat you. Ndio kama wewe ni wa mbinguni uende, kama ni wa shetani upigane. Mistreating, kuongeleshwa vibaya, kutukanwa, kudhihakiwa, kuulizwa maswali ambayo haina mbele wala nyuma. Ulikosa mzee Nairobi. Hiyo kanisa yenu hakuna mzee umeona mzuri. Tangu lini wasichana tulitafuta wazee? Lakini unaulizwa maswali ndio uchemke. Alafu wengine unawaambia mimi nimeokoka, anakuambia hakuna wokovu. Baada ya kufanya dhambi nyingi ndio unasema mimi nimeokoka.
Kuna ndugu aliulizwa swali, akasema kabia wazee wengine, ningetaka kuambia uzuri wa Bwana Yesu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ndio mnaona hatushiriki sasa katika pombe na katika mambo mengi. Aliyobeba kule, mnaona ni mtu mzima. Kumbe alikuwa anakaribishwa kutoka kwa mlima, maana alikuwa amesimamisha gari hapo nje. Anasema kwa mfano, baraka za Mungu ni kama hii iko hapa nje. Wenye dhambi wanafanya hivi. Sema unaona kama gari kama hiyo imeletwa tukimiujiza kwa. Akaongea. Mwishowe kumbe anakaribishwa mahali hapa. Ile maswali walimuuliza si mengi. Mmoja alimwambia tu, mwanaume akikosa pesa huwa anasema ni pesa amekosa, asaidiwe na wenzake za kununua pombe na vitu vingine. Alafu akaambiwa, mtu kama wewe, unaona ulienda kanisa ya mke wako, tunajua siri iko wapi. We understand what your wife did to you. Maswali matatu alipoambiwa ya tatu, niliona ndugu amerudi kwa zamani. Kwanza akatoa koti akaweka pale. Akawauliza, mnafikiria kuokoka mtu hawezi kupigana na watu? Nao akaamka haraka, tupigana basi. Na walipigana. Ndugu aliwapiga sana, wakakimbia. Wakiwa pale barabarani wakamwambia, na ulikuwa unasema umeokoka. When we are in love places we can fight. Unapigana mpaka neighbors wanajua kweli au hujaokoka. Ukipigika. Bwana sifiwe. Zaburi 24. Ninawaambia hivi kwa sababu najua wengine mko hapa. Mimi na suspect kanisa la Nairobi, majority wako hapa. Laugh and crooked places. Unajaribu mpaka mwisho kabisa. Sikiza verse 20, chapter 24. Inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake ni yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bandari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Who shall climb the hill? Sasa si mountain, ni hill. Who shall climb the hill of the Lord? Nani atapanda hapa juu? Ndio sasa akitoka hapo ateremka kwenye crooked and plain places. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona Yusufu wakati alikuwa, tuseme Yusufu tunafikiria alikuwa kwenye rough places. Ameajiriwa kwa nyumba ya Potifa na mke wa Potifa anamtaka. Hakuna jaribu kama hiyo. Hauna kwa kulala, lazima ulale huko. Naye mwenye huku ni wewe anataka. Na ukikataa ni jela, hakuna majadiliano. Kama hapo ndipo watu wengi huwa wanaanguka. Bwana asifiwe. Kuna msichana aliniambia Disemba hii alikunywa pombe. Sasa nilimuuliza ulikunywa pombe ya nini? Nasema sasa boss yangu mimi ndiye secretary wake. Sasa wakati tulikuwa tunafanya party ya mwisho wa mwaka, boss akatimama. Akasema kuna employee mmoja ambaye amempendeza mwaka mzima. Na huyo employee ni employee anataka kuinua sana katika kazi. Hata akasema huyu mwishowe ataingia kwenye managerial level. Na unajua kila secretary angetaka kuwa manager. Akamuita hapo mbele. Na alikuwa ameshika ile nini? Ile glasi ya wine. Akaonja na akasema kwa heshima ya vile tumefanya kazi pamoja. Ukifanya nini kama ni wewe? Glasi ikaletwa kwake kwa mdomo. Na watu wote wako hapo wakipiga makofi. Wakisema hii employee of the year. Naye manager mwenyewe anakunywesha kama sign ya kwamba heshima mliokaa naye mwaka mzima. Peleka princess. Sasa hiyo inaitwa rough and crooked places. Hiyo kwanza ni kuruku kabisa. Yaani msichana alishindwa nitafanya nini? Na wengine wanasema yes. Hata bibi ya huyu anasema yes, anampigia makofi. Sasa kwa sababu ya heshima dada naye huyu alikuwa anajua huyu ameokoka. Kwa hivyo hakumupatia tu aguze na midomo alafu irudi. Aliiweka na ni lazima ajakuliza. Alipokuliza ndani msupira ilikuwa huyo dada alikasirika mpaka alikuwa anataka kupiga watu. Akarudi pale kiti ya nyuma, akasikia vibaya sana mpaka watu wengine wakamwambia hapo, nilikuwa nafikiria umeokoka. Sasa akakasirika mpaka akatukanana na wao. Alafu akaitisha ile chupa kubwa. Kapiga yote. Hata alipelekwa nyumbani akiwa hali ya mahututi, hakujisikia tena.
Watu wengi wakawa wanasema kumbe anakuanga mrefu na vile anajifanya mwaka mzima. Mtu anakaa na kiu mpaka anakunywa chupa mzima peke yake. Sasa huyo dada alikuwa ananiambia, sasa si Mungu aniue sasa mimi ni wa faida gani? Okay, uliza jirani, wakati ulifika crooked places, niambie ni vituko gani ulifanya, maana najua ulifanya. Kuna dada alirudi kwa boyfriend yake ya zamani. Aliniambia sasa, alikuwa ananiambia miaka nyingi baadaye. Siku hiyo ilifika nikaona kabisa hii ni nyumba haina kitu. Hii ni watoto wangu hawana chakula. Vile wananililia wanasema mam niko na njaa. Nikaumia, nikasema Jehova, naomba unipe baraka, nipe pesa. Akasema akatoka nje akiwa analia asione vile watoto wanahangaika. Boyfriend wake wa zamani ndio alikutana naye. Akamwambia, ninakuambia siku nyingi, kuna watu wengi wameokoka na bado wanalala na boyfriend zao. Ni wewe unajifanyanga ungekuwa na kila kitu. Sasa kijana anamwambia hakuna wokovu unaweza kuokoka alafu unalala kwa boyfriend. It can't be. Na boyfriend anamwambia be practical. Kwa sababu umekataa. Sasa watoto wako namna gani? Mwishowe walienda kulala mahali. Okay, alirudi na pesa nyingi, alirudi na 25,000. Kanunua kila kitu kwa nyumba, hata kanunua kameko. Unajua kameko? Sasa alikuwa ananiambia alienda kwa pasta mmoja. Akamwambia vile ilienda, naye pasta hakumpotezea time, akamwambia ukisoma Hibrania, Biblia inasema kuna dhambi imeandikwa hapo ya mauti. Hiyo ulifanya. Sasa wewe hauwezi kuokoka hata mtu akijaribu namna gani. Sasa umewekwa pamoja na wale malaika walianguka kutoka mbinguni wakafanya dhambi hapo. Hiyo ndio story. Sasa nilimkuta na hiyo story. Nikamuuliza, wewe haufikiri ni kitu gani kinakuleta kanisani? Kama Mungu amekutuma, hata haugetaka kuona kanisa, ungetaka kuona shetani, muwe mnakaa na yeye. That was the issue. Lakini hapa Wakristo wengi, in fact hapa mnatoka hapa bila vidole. Ngoja chini mpaka kidole unakiwasha hapo. Inaitwa scars of your sins in Christianity. Yaani majeraha uliopata kwenye Ukristo, majeraha ya dhambi ambazo ulifanya ukiwa umeokoka, zinapatikana hapa kwenye crooked places and love places. Hapa ndipo mtu anandanganya rais mchana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama umeokoka, there is a time that God will allow you easily to get into rough places. You'll be tempted sexually, tempted to drink evil things, tempted to insult people, you are tempted to fight, but carry on. These are crooked places. Carry on and you will overcome in Jesus' name. Biblia sasa itauliza nani atapanda mlima wa Bwana. Biblia inasema mlima wa Bwana ni nini? Inasema ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Kama utasimama kwenye hii hiru kidogo, lazima uwe na mikono safi. Usipeane hongo. Usinyoshee watu vidole. Usiseme yule. Mikono safi. Usishike pesa ya damu. Mtu asiuswe na wewe ukule kitu. Usirushe mtu halafu ukule kitu. Ukishika hiyo pesa na mikono yako inakuwa safi tena. Ni asiyeinua nafsi yake kwa ubatili ni mtu ambaye hana kiburi. Hajui kujidai, pride. Wala hakuapa kwa hila. Tena hasemi uongo. Ukisema utafanya kitu. In fact wengine hapa umejiondoa kwa mlima wa Bwana, the hill of the Lord, ukajirudisha kwenye crooked places ama sehemu mbaya. Kwa sababu mlisema kanisani nitatoa shilingi 1,000. Alafu matatizo na mambo ikawa mengi, haukutoa. Na uliapa, ukasema kwa karatasi ama ukasema kwa mdomo nitafanya. Lazima ukae kwa mlima wa Bwana. Ukisema utafanya kitu, lazima ufanye. You must do it. You must do it. Ukisema utanunulia mtu kitu, lazima ununue. Ukianza kuzoea kusema kitu alafu haufanye, wanakuondoa kwenye mountain of the Lord. Wala hakuapa kwa hila na atapokea baraka ya Bwana. Mimi nafikiria nitafikisha hapo leo, maana sasa niseme nini? Angalia Psalms 43 haraka tufunge naye. Psalms 43 inajumuisha yote, kwa sababu yote unaweza kuwa anywhere. Kuna wengine mko kwa valley, lakini valley inafanana na hapa. Lakini hii si valley, hii bado ni juu.
huyo Mkristo Mungu amemshika mikononi mwake hivi. Haya sasa Psalms 43 inasema, Bwana unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Kwa kuwa wewe ndiye Mungu uliye nguvu zangu, kwa nini umenitupa? Sikiza maswali. Na hata hapa kuna watu wamefika hapo, wanasuspect wametupwa na Mungu. Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Niletewe nuru yako na kweli yako niongoze. Okay, there are many things written there, lakini ninaongea hivi ndio mjue ya kwamba mahali ulipo hauko hapo peke yako, kuna wengine walipita mbele yako. Hata kama uko kwenye rough places, some other people went there ahead of you. Be strong, carry on, overcome.